Nimekuwa nikipokea kesi kadhaa kutoka kwa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakihitaji ushauri, na wafanyabiashara wengi wamekuwa wakija na kesi kwamba biashara zao hazikui. Yani unakuta mtu mtaji ule aliyouwekeza ni ule ule, yani kama umeongezeka kiwango kidogo sana. Anakwambia ana muda kama miaka 2 hivi, mwingine ndo ana mwaka, mwingine ana miaka 3, lakini haoni yale maendeleo, yani haoni biashara yake ikikua labda na kuweza kuzaa biashara nyingine, au mtaji ule ukiongezeka kutoka kiasi kadhaa mpaka kwenda kiasi kadhaa. Sasa huenda hata wewe limekuwa likikukuta jambo kama hili, kwamba tangu umeanza biashara yako mtaji haujawahi kukua, au hata kama unakuwa kwa kiasi kidogo sana. Sasa mimi huwa napenda, kabla sijamshauri mtu, huwa ni lazima nimuulize maswali ili niweze kujua ni kitu gani kimepelekea mpaka mtaji wake haujakuwa. Sasa maswali ambayo nimekuwa nikiwauliza, maswali mengi ambayo nimekuwa nikiwauliza, swali la kwanza ambalo huwa nawauliza ni je, huwa unatunza rekodi za mauzo yako? Na ni kosa ambalo wafanyabiashara wengi sana wamekuwa hawalifanyi hili, yani la kuto kuweka rekodi za mauzo na manunuzi na matumizi. Ni kitu ambacho wafanyabiashara wengi sana wamekuwa hawakifanyi. Kwa hiyo moja kwa moja mtu akishaniambia kitu kama hicho hakifanyi, najua tayari hilo ni kosa namba 1. Lakini kosa la pili ambalo wamekuwa wakilifanya ni kuto kutenganisha matumizi binafsi na matumizi ya biashara. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa separate entity. Hiki kinakuwa kinatuambia kwamba wewe na biashara ni watu wawili tofauti. Yani wewe na biashara yako ni watu wawili tofauti. Kwa unatakiwa uwe na tabia ya kutenganisha kati ya matumizi yako wewe na matumizi ya biashara. Fedha yako wewe na fedha ya biashara zinatakiwa zikae tofauti kabisa. Sasa unakuta watu wengi wamekuwa na ile tabia, anachukua pesa kwenye biashara alafu anasema nitairudisha, na mwisho wa siku amekuwa hairudishi. Anakuwa anakopa, anasema ngoja nijikopeshe alafu nitairudisha, na amekuwa hairudishi. Na hii imekuwa ni sababu mojawapo ambayo imekuwa ikirudisha nyuma biashara nyingi sana. Kwa sababu gani? Unapochukua pesa alafu hauirudishi, unakuwa umechukua ule mtaji ambao unakuwa umewekeza. Hata kama ni faida, unakuwa umechukua ile faida ambayo baadaye pengine ungeirejesha ili uweze kuzaa mtaji. Lakini kosa jingine ambalo wamekuwa wakilifanya ni kuto kukuza mtaji, yani kutokuwa na tabia ya kukuza mtaji. Na hili limekuwa likipelekea kwamba unakuta mtu anajilipa, wengine wamekuwa wakijilipa, wengine wamekuwa hawajilipi. Na unakuta mara nyingi sana wale wafanyabiashara ambao huwa hawajilipi kwenye biashara zao ndio wale ambao wamekuwa wakichukua fedha ya biashara na kusema kwamba watairudisha, lakini mwisho wa siku wamekuwa wafanyaji hawairudishi. Kwa hiyo unakuta wale ambao huwa hawana tabia ya kujilipa wamekuwa wakichukua fedha kwenye biashara alafu wanasema watarudisha, na mwisho wa siku hawarudishi, inakuwa inapelekea hasara. Lakini watu wengine wanaojilipa, unakuta wanajilipa kiwango chote cha faida, alafu biashara naiacha inarani yenyewe kama yenyewe, ndio maana mtaji haukui. Kwa hiyo ili mtaji uweze kukua, number 1, jambo la kwanza kabisa, unatakiwa uweze kuwa unachukua zile rekodi. Yani uwe una rekodi kila unachokinunua, unakirekodi, kila unachokiuza unakirekodi, ili mwisho wa siku uweze kuangalia nimeinvest shilingi ngapi, nimetumia kiasi gani kwenye mauzo, nimetumia kiasi gani kwenye kuuza hivi vitu ninavyoviuza, nimeingiza kiasi gani, ndio nilichokuwa namaanisha. Lakini pia nimetumia kiasi gani kununua nilipokuwa nimenunua. Pale itakusaidia kuweza kupata gharama halisi, kwamba hapa nitaweza kujua kwamba nimewekeza kiasi kadhaa, mtaji nimewekeza 1,000,000, lakini faida nimepata labda ni 200,000. Kwa hiyo mpaka hapa nina 1,000,000 na 200,000, ambayo 200,000 ni faida. Kwa hiyo nikitoa matumizi yote, kila kitu, pale kinachobaki ndio ile inakuja sasa faida halisi. Na pale ndo ambapo utakuwa tayari kutoa kile kiwango ambacho utahitaji kujilipa wewe kama mfanya biashara, lakini pia kiwango kingine utakiacha ili uweze kukuza mtaji wa biashara yako. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa ulifanye ili biashara yako iweze kukua, ni lazima uweze kutenganisha matumizi yako wewe binafsi na matumizi ya biashara yako.
unatakiwa ufahamu ya kwamba wewe na biashara ni watu wawili tofauti. Hamtakiwi kuingiliana, hamtakiwi kuchangamana. Kama ni swala la pesa, ukichukua uwe umejilipa kutoka kwenye ile faida ambayo unakuwa umetengeneza, lakini pia haipendezi ukajilipa pesa yote, lazima kiasi kingine ukiache kiweze kukuza mtaji. Lakini jambo la tatu ambalo ni la muhimu, lazima ujilipe kwenye hiyo biashara unayofanya. Ni lazima ujilipe. Ukijilipa itakuondolea ile hali ya kuwa unachukua fedha kwenye biashara unajiazima na hauirudishi. Ukiwa na tendency ya kujilipa, itakuwa inakuwekea hata ile discipline kwamba hii ni fedha nimeitoa huku, ni ya kwangu ambayo natakiwa nijilipe. Kwa sababu utakuwa unajidanganya kwamba nikitoa itapungua, nikitoa itapungua. Ni aheri utoe ipungue, lakini ile iwe ni ile faida ambayo unatakiwa kujilipa, kuliko uwe unasema kwamba nikitoa itapungua alafu unakuwa unatoa lakini haurudishi. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ambayo unatakiwa ujifunze na uyafahamu kwenye biashara. Unatakiwa kufahamu ya kwamba biashara ni kama mtoto mdogo. Mtoto anahitaji matunzo, mtoto anahitaji lishe bora, mtoto anahitaji kuangaliwa, mtoto anahitaji kila huduma ambayo mtoto anahitajika kupewa, unahitaji umpe. Kwa hiyo biashara ukitreat kama mtoto itakuletea matunda makubwa sana. Kwa sababu gani? Mtoto hawezi kukua muda huo akaanza kwenda shule, akaanza kufanya kazi, akaanza kupata hela, akaanza kukulipa. No. Kwa lazima hata biashara yako uitreat kama mtoto mdogo. Kuna kipindi itakuwa, kuna kipindi itaanza kukulipa. Yaani kuna kipindi yenyewe ndio itakuwa inachukua fedha kutoka kwako, lakini kuna kipindi yenyewe sasa ndio itaanza kukupa wewe pesa. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi sana ambayo unatakiwa uyazingatie. Nataka nikazie kwenye jambo moja. Jambo ambalo nataka nikazie ni kwenye kukuza mtaji. Ili uweze kukuza mtaji kwa kiwango kikubwa sana, lazima uwe na tabia kwamba let's say mtaji nimewekeza 1,000,000, si ndio? Alafu na faida nikapata ni 1,300,000. Hapo nimeshaondoa matumizi ya biashara, nimeshaondoa gharama zote za usafirishaji za nini, matumizi, kila kitu nimeshakiondoa, imebaki ni 1,300,000. Kwa hiyo 1,000,000 ni mtaji, alafu 300,000 ndio faida halisi. Unapozungumzia faida halisi unakuwa umeshatoa matumizi, umeshatoa kila kitu. Kwa pale unaweza ukaamua sasa, mimi labda najilipa kwenye 300,000 najilipa 200,000, alafu 100,000 inabaki kuongezea mtaji. Kwa hiyo mtaji tena utakuwa una 1,000,000 na 100,000. Vivyo hivyo tena itaenda itajizalisha, utajikuta tena baadaye una 1,000,000, let's say na 200,000 na 300,000 na 400,000. Hivyo ndivyo mtaji unavyokuwa kwenye biashara. Hivyo ndivyo mtaji unavyokuwa kwenye biashara. Unajizalisha wenyewe kwenye biashara, tofauti na kwamba uchukue tena kiwango chako wewe mwenyewe kuongeza. Leo nimeamua tushare mambo hayo ambayo ukiyazingatia sana kwenye biashara yako itaisaidia biashara yako kuweza kukua na kuweza pengine kukusaidia hata kuweza kufungua biashara nyingine kupitia ile biashara yako ya mwanzo. Ni hayo tu. Naitwa Royemam. Ikiwa unahitaji ushauri wowote ule kuhusiana na biashara yako, usiache kunitafuta. Kwa nini uhangaike wakati nipo kwa ajili yako? Nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia ili biashara yako iweze kufanikiwa. Naitwa Royemam. Asante kwa kumfuatilia.